Bishop Lawrence Ndugu Mambia ni rais wa wachungaji wa Kisii County Pastor Clutch Forum. Leo kama wachungaji wa Kisii County tumekuja kwa sababu ya lengo moja, ni kwamba Kisii County tunataka amani. Na tumeona kwamba amani yetu inaharibika wakati moja ikiwa kama wa Kisii, especially Gusii Land na wale ambao wanaishi Kisii, atusipokuwa kitu kimoja. Kila ambao kinatupasa tuongee ni kwamba tunataka amani idumu nchi yetu ya Kisii na nchi yetu ya Kenya yote, kwa sababu tumeona kwamba hii siasa ya one term na two term iko na shida, na tungetarajia kwamba Kisii tuna candidate ambaye anaweza kusimama rais, na jinsi hiyo inasababisha tuwe na vita, kwa sababu kuna wale ambao labda wapendi one term ama two term. Hatungetarajia kuona kwamba tukipishana mambo kwa sababu ya kusema kwamba hatutaki two term Kisii, tunataka one term. Sisi kama kanisa tungetarajia kwamba kila mtu apate uhuru wake wa kuongea, uhuru wake wa kupiga kura na uhuru wake wa kufanya kampeni bila kuingilia yeyote yule ama mwananchi yoyote wa cheo yoyote, iwe ni governor, iwe ni mpunge, iwe ni MCA ama yeyote yule. Tungetaka kwamba tuwe na amani. Na tumesikia kwamba kuna hata wanasiasa wengine kazi yao ni kutusi wamama ambao wanataka kusimama uongozi mbalimbali. Wanawaita makahaba na mambo mengine mabaya. Hatutaki kusikia hiyo sauti kinenwa Kisii County na hata Nyamira County, kwa sababu umoja wetu ndio nguvu yetu, na umoja wetu unatufanya tuwe kitu kimoja. Na tukitaka kupata kura nyingi ya Wakisii, ingekuwa rahisi kwamba tuanze kutusi watu wengine, kuwanenea mabaya, na tunatarajia Kisii yote ama Kenya mzima itupatie kura. Tungehakikisha kwamba tumekuwa na amani. Kwa majina ninaitwa Reverend Aped Onchari. Tumesimama hapa kama kanisa la Gusii Land. Tuko hapa kwa sababu ya kutangaza amani katika nchi yetu Nyamira, Kisii County na Nyamira County. Kwa sababu tuna wanasiasa wengi ambao wamejitokeza kwa mnajili ya kutafuta kura, na tungependa kuambia wanasiasa wetu, hawa ni mandugu zetu na ni madada zetu. Tungetamani wafanye kampeni ambao ni ya amani. Kama sasa kama kanisa la Nyamira na Gusii ama Kisii County tumepanga maombi ya kuombea nchi hii. Tuna mkutano mkubwa unakuja, na maombi yetu ni kwamba nchi ikuwe na amani, na pia vile vile kaunti zetu zikuwe na amani. Wanasiasa tunawaomba, mnaposunguka hata kwa makanisa, mnapoenda hata katika matanga, mnapoenda katika sehemu zile mnatafuta kura, tunawaomba watu waheshimiane. Heshimu huyu ndugu yake anatafuta kiti kile kidogo na kikubwa, kwa sababu tunajua sisi zote tunataka Kisii. Kila mmoja anataka akae hapa ndani, na tungetaka kuharibu Gusii yetu ili kwamba tuweze kuingia katika taharuki. Na wabunge wetu pamoja na wanasiasa, nataka kuambia kwamba kama kanisa kumwaga damu ya watu, hiyo damu hutaweza kuilipia. Kumwaga damu ya watu inalaani nchi, na hiyo kurani nchi kupitia kumwaga damu, hiyo mambo kama haya hayataenda vizuri. Maana hiyo damu unamwaga itasababisha kumaliza kizazi chako. Hata kama utakuwa kiongozi na ulimwaga damu, itakuwa ni jambo la kuleta utata kwa jamii yako katika maisha yako, hata na uongozi wako. Kwa hivyo tunatangaza tukuwe na amani. Mnapofanya mikutano zenyu ambazo ni za siasa, kampeni, wacha tukuwe na kampeni za siasa, na Mungu atusaidie Kisii kwa ujumla na Gusii Land tukuwe na amani katika wabunge wetu wote wanaofanya siasa zao. Kwa hiyo viongozi wetu wale ambayo wako kwa two term na wale ambayo wako kwa one term, wote ni viongozi ambaye wako Kisii. Especially tunauliza viongozi vijana wale wanatafuta uongozi, wacha kumwaga damu, kwa sababu wewe unaweza kuona unatafuta ubabe wa siasa, lakini unaweza kuleta laana kwa boma yako, kwa watu wenyu na kwa kizazi chako. Tunakataa mambo ya umwagaji wa damu, especially hii vita tuliona inatokea hapa Borabu. Tunaona MP ya Borabu analeta vita na governor, wanapigana, watu wamepoteza maisha yao. Tunasema governor aheshimiwe na MP aheshimiwe, viongozi wote waheshimiwe. Miaka ikiisha ya kupiga kura, wananchi warudi wachague viongozi bila umwagikaji wa damu na bila vitina. Nyinyi mnasema one term, wengine wanasema two term, na wewe uko na mwingine anatafuta fresh term. Wote ni wananchi wa Kisii, na walio na uwezo wa kuchagua viongozi ni wale ambayo mnapiga na mnataka kuua. Tunakemea hiyo kama kanisa. Tunaongea kwa niaba ya kanisa na kwa niaba ya Mungu, na wale ambayo wanaongea hiyo wanaongea kwa sababu wamepewa mandate na Mungu. Tumepewa haki ya kubariki na haki ya kulaani. Hatutaki tufike kiwango tuseme tunaenda kulaani wale wanamwaga damu. Tunataka muanze kujirekebisha, na mjue kuanzia saa hii kanisa limeanza kuwachunguza kwa ukaribu sana, na mbingu imeanza kuchunguza mambo yenu kwa ukaribu sana. Tunaongea tukiwa
tumekasirishwa na hiyo mambo ya uuaji, kukatana mapanga na kumwaga damu. Haijapatikana Kisii. Hii tabia mumetoa wapi? Mutaelezea mbinguni. Yangu naitwa Daniel Hatera, askofu, na ni mwenyekiti wa halmashauri ya maaskofu na mitume ama Council of Bishops and Apostles Kisii County. Pamoja na yale ambao wenzangu wamesema, sisi kama watumishi wa Mungu tunasimama tukitaka kukumbusha na kuhamasisha wananchi wote, viongozi wote, ya kwamba sisi ni watu wa Mungu na hakuna mtu hata mmoja amepewa monopoly kwamba yeye ndiye atakuwa nini na nini, kwa sababu kila mwananchi ako na haki ya kuweza kutafuta uongozi jinsi anavyotaka, na sawasawa anavyoongelesha wananchi na wampatie kura, basi anaruhusa hiyo kutembea kila mahali, kwa sababu tunaongozwa na katiba yetu ya nchi yetu ya Kenya. Jambo lingine nataka kusema, kwa sababu kama watumishi wa Mungu tunaelewa neno la Mungu vile linavyosema, na sisi tunaitisha Mungu mwenye mamlaka yote. Isaya 54:17 inasema hakuna silaha itakayeinuka itakayoweza kufanikiwa, na kila ulimi uinuka katika kinyume tutahesabu kama kuwa mkosi. Kwa hivyo kila mtu aelewe ya kwamba tuko na powers to invoke heaven to be able to work and to operate, kwa sababu ya wale wanaodhulumiwa wenye hawana uwezo wa kujitetea pengine wenyewe. Na Mungu ambaye anatupatia afya, anatupatia uzima, anatupatia kila kitu, anaangalia kutoka mbinguni, sio tu kwa wakati huu wa siasa peke yake, usiku na mchana na popote tunapoenda. Kwa hivyo kila mmoja aelewe kwamba kila ambacho tunachofanya lazima tutatoa hesabu mbele za Mungu na hata pia mbele ya Wanakenya. Kwa hivyo mtu yeyote anayetumia mbinu mbaya inaonyesha kwamba yeye sio kiongozi, bali yeye ni mtu mbaya, pengine muuaji, mtu wa kuharibu uchumi, mtu wa kuharibu maendeleo. Kwa hivyo naomba ya kwamba kama Wakenya tushikane pamoja, tufanye siasa ya amani, na wote tutembee pamoja, tuheshimiane kulingana na misingi ambayo tumeweka. Tumetoka mbali kidemokrasia, tuendelee vizuri kama wananchi wa Kenya tunaheshimika.